Wasikilizaji na watazamaji wa kituo hiki cha Paul Muya katika Facebook na Biblia Nguzo la Ulimwengu katika YouTube. Niko hapa tena tukiendeleza mazungumzo endelevu kuhusu tofauti ya Yesu Kristo na Mtume Muhammad, kama tulivyoanza wiki mbili zilizopita, na sasa tunaendelea na sehemu ya 3. Na tulisema tunanukuu vitabu vinavyokubalika ambavyo ni Biblia kama kitabu cha kwanza kabisa cha kumlinganisha Yesu Kristo mwana wa Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitabu cha pili ni Kurani, na vitabu vya 3 vinavyofuatilia ni hadithi za Mtume Muhammad na vitabu vilivyokubalika msikitini na vilivyoandikwa na wasomi wa dhehebu ya Kiislamu. Tulisema hapa ni ushahidi. Hakuna kusema bila ushahidi. Kila kitu lazima kiandamane na ushahidi. Maana kusema jambo lolote bila ushahidi unakosea imani za watu. Lakini ukisema kwa ushahidi utapatia watu nafasi ya kutafakari mara ya pili, waweze kujua kama wako kwenye imani kweli, imani potofu au imani nzuri, imani ambayo imewaahidi uzima wa milele. Maana tulisema kama imani yoyote haikuahidi na kukuonyesha uzima wa milele, yaani maisha baada ya ulimwengu, maisha baada ya kifo, life after death, kama dhehebu lolote alikuhakikishi popote utakapokwenda, basi tulisema uame mchana wakiona, na uondoke tena uondoke kama risasi. Na hii ni sehemu ya 3 ya tofauti ya Mtume Muhammad na Yesu Kristo. Na ninaenda kuanza moja kwa moja bila kuharibu wakati. Maana wakati huu kuharibu wakati katika mtandao ni jambo mbaya. Natakiwa kwanza moja kwa moja na kueleza watu wa Mungu wakaweze kujua tofauti ya Mtume Muhammad na Yesu Kristo. Naendelea katika kitabu cha Kurani 8 sura ya 8 haya ni 80, inasema hivi: ewe Mtume Muhammad, wewe ukiwaombea Waislamu hata iwe ni mara 70, Mungu hatakusikia. Mungu hatakusikia hata uombe namna gani. Sasa hiyo ni tofauti moja nyingine ya kuongezea baina ya Yesu Kristo na Mtume Muhammad. Lakini Biblia inatuambia nini? Yesu Kristo ndio muombezi wetu kwa Mungu. Tunapoomba tunaomba kwa jina la Yesu Kristo wa Kristo, na maombi au sala zetu zitamfikia Mwenyezi Mungu. Lakini Kurani imesema hivi, imemuonya Mtume Muhammad, wewe kujiombea, wewe kuombea Waislamu wenzio, hata ukiombea mara 70, Mwenyezi Mungu hatasikia. Nimetoka hapa. Tofauti nyingine ya Mtume Muhammad na Yesu Kristo, na ninanukuu vitabu vilivyokubalika msikitini. Ukisoma kitabu cha hadithi Sahihi Buhari juzuu ya 5, ukurasa ni wa 152, hadithi ni ya 236. Narudia hiyo ndio uweze kunukuu. Hadithi Sahihi Buhari juzuu ya 5, ukurasa ni wa 152, na hadithi ni ya 236. Mtume Muhammad alimuoa mtoto mdogo wa miaka 6. Hiyo ni jambo ambalo unaweza kutafakari vizuri. Ikiwa Kurani inasema Muhammad ndio mfano mzuri kwa Waislamu, na Waislamu wanatakiwa kufuata vile Mtume Muhammad alifanya, wanatakiwa kumfuata kama mfano mwema kwa Allah. Hilo jambo alifanya ni jambo ambalo hapa nchini Kenya, hata Tanzania na Uganda, mtu yeyote akifanya atakuwa ni mwenye kwenda kotini, kwa sababu huwezi kumuoa mtoto wa miaka 6. Naomba nikuulize wewe Muislamu mama unanisikiza, wewe Muislamu baba unanisikiza, hii leo mtu yeyote akija kumuoza mtoto wako wa miaka 6 na amchukue kama mke wake, utakubali? Sasa huo ni mfano mwema
au ni mfano mbaya? Bila shaka ni mfano mbaya kwa Mtume Muhammad ukimlinganisha na Yesu. Ingawa Yesu hakuoa, lakini hata kama angeoa, kuchukua mtoto wa miaka 6 haingewezekana. Na Yesu angeoa kwa sababu hakuja kuoa, alikuja kutuokoa. Hiyo ni tofauti nyingine na kupatia, maana naenda haraka haraka ukaweze kujisomea. Tofauti nyingine ni kuhusu mashetani. Mtume Muhammad anawaambia Waislamu katika sura ya 72, Suratul Jini, yani sura ya mashetani, kuanzia haya ya kwanza hadi ya 5. Mtume anasema hivi: majini au mashetani walisomewa Kurani wakafurahi sana. Bila shaka walisema wao wenyewe, sikilizeni, tulieni, acheni kelele, acheni tusikie Kurani inasoma kitabu kizuri. Kwa mujibu wao, wakasomewa kitabu cha Kurani, wakasikia na wakakubali na wakaslimu. Ukisoma haya 14 katika hiyo sura ya 72, sura ya majini, inasema majini wakaslimu. Sasa unaona hiyo, unawezaji kuwa unaandamana, unafanya kazi pamoja na mashetani, na Mungu anatuambia tusiwe na lolote la kufanya na mashetani? Na hiyo ni katika Walawi 17:7. Tusitoe sadaka kwa majini au kushirikiana na wao. Enda usome hiyo Walawi 17:7. Wakorintho wa kwanza 10:20 inatuambia tusishirikiane. Mungu anasema hakuna Mkristo anatakiwa kushirikiana au kunywa kikombe kimoja na majini. Hiyo ni haramu. Lakini kwa mjibu wa Mtume Muhammad, hayo amekubali na hiyo imekubalika. Naomba niendelee na tofauti nyingine. Ukisoma katika kitabu kinaitwa Majini wa Manyumbani, Majini wa Manyumbani, kitabu kilichokubalika kwenye msikiti na Waislamu, Majini wa Manyumbani, ukurasa wa 8 na wa 10, na naanza na ukurasa wa 8. Ukurasa wa 8 unasema hivi: Muislamu yoyote katika nyumba yake lazima hawe na majini wa Kiislamu wanaoishi kwenye dari. Dari ni ceiling. Kwa hiyo ukimtembelea Muislamu yeyote nyumbani kwake au ofisini kwake, ofisi anayoimiliki, pale anaofanyia kazi, ujue katika dari hapo, katika ceiling, je, uishi na ufanya kazi pamoja na mashetani. Maana Kurani inasema katika 49:10, bila shaka Waislamu wote ni ndugu. Yeyote ambaye anakiri Uislamu ni ndugu kwa ndugu. Na kwa hiyo, kwa mujibu wa haya hiyo, mashetani waliosilimu bila shaka walipata kuwa Waislamu, wakapata kuwa ndugu wa Waislamu. Kwa hiyo Waislamu na mashetani au majini ni ndugu kwa ndugu. Mtume Muhammad na majini ni ndugu kwa ndugu, maana wote ni Waislamu ambao walislimu na wakakiri Uislamu. Na Kurani inasema hivi pia: kitabu cha mashetani au majini ni Kurani, na mtume wao ni Muhammad, na dhehebu lao ni Uislamu. Hiyo ni kwa mujibu wa Kurani na vitabu vya msikitini vinavyokubalika ambavyo naendelea kuwasomea. Katika kitabu hicho nimesoma Majini wa Manyumbani, lakini sasa ni ukurasa wa 10. Unasema hivi: Muislamu yoyote akimpata nyoka nyumbani, akimpata nyoka nyumbani, asijaribu kumchapa au kumpiga au kumgonga. Kwa nini? Inaweza kuwa ni jini linalotumia umbo wa nyoka limekuja kuingia kwa nyumba ya Muislamu, kumsalimia au kushirikiana naye
katika sherehe au matendo au maisha ambayo anaendelea nayo. Muislamu yoyote anahimizwa hivi: akiona nyoka nyumbani kwake, amsemeshe kwanza. Unasikia? Amsemeshe, maana akimchapa au akimgonga kichwa, anaweza gonga ndugu yake, ndugu Muislamu mwenzie katika jini. Unaona, hiyo ni tofauti. Maana Wakristo tumeambiwa tusiwe na ushirika wowote na majini na mashetani, ni marufuku. Naendelea na kukuelezea tofauti ya Yesu Kristo na Mtume Muhammad, na wote wawili vyovyote walitenda na vilivyowaleta ulimwenguni. Ninaendelea. Ukisoma katika kitabu kinachoitwa Asili ya Majini, ukurasa wa 20, Mtume Muhammad mwenyewe alimchukua hivi shetani akamsilimisha. Hiyo ni kwa mujibu wa kitabu kinachoitwa Asili ya Majini, kinachokubalika msikitini. Mtume Muhammad alimsilimisha shetani akawa Muislamu. Kwa hiyo hii leo ujue tunayepigana naye wa Kristo, shetani dini yake ni Uislamu, mtume wake ni Muhammad. Kwa hiyo shetani hii leo ni Muislamu. Naomba niendelee. Katika Kurani kuna jambo moja nataka niseme. Kuna haya zinazoweza kusomewa na zinasomewa, watu wanapandwa na wazimu, wanakuwa kichwa kimeruka. Haya kama hizo haziwezi kuwekwa kwa Biblia na Yesu hakutufundisha. Lakini katika Kurani ndio unaona katika maeneo ya Waislamu au familia za Waislamu ambao wamekuwa Waislamu toka utotoni, lazima upate mtu mmoja, wawili, watatu ambao wako na vichwa akili punguani, wazimu. Wengine wanaokota makaratasi sokoni, wengine wanakula miraa na bangi na vichwa vyao vimeruka, hawezi kujisaidia, kwa sababu Uislamu una sehemu inayosomewa watu Waislamu wanapandwa na wazimu, inaitwa Luqyal, iko katika Qurani. Mambo kama hayo huwezi kuwapata kwenye Biblia, lakini hayo yote ni mambo ya Mtume Muhammad aliyeleta Uislamu. Maana Uislamu uliletwa na Muhammad. Naomba niendelee. Katika sura ya 61:9 inasema hivi, hiyo ni Kurani. Sura ya 61:9 inasema hivi: Mtume Muhammad alileta Uislamu ili ukaweze kushindana na madhehebu mengine. Kwa hiyo aja Mtume Muhammad kuja hapa kuleta Uislamu, miaka hiyo yake alikuja ili akaweze kushindana na madhehebu mengine, hasa ya Kiyahudi au ya Kikristo. Aja Mtume Muhammad alikuja kushindana, lakini Yesu kwa mujibu wa Yohana 3:16 inasema hivi: Yesu alikuja kutuokoa, maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwana wake wa pekee, ili anayemwamini asipotee bali apate uzima wa milele. Hayo ni madhumuni ya msingi ambayo Mungu alimleta Yesu. Lakini Mtume Muhammad aliteremka, na sio kuteremka kutoka mbinguni, aliletwa walipozaliwa wale waliomleta kwenye watu, hasa Waarabu wa Kikureshi, ndio waanze Uislamu ili akaweze hatimaye kushindana na madhehebu mengine. Naomba niendelee. Na alipofanya hivyo Mtume Muhammad, alipoleta sehemu yake, maana katika kitabu cha Biblia ya Kiafrika inayotumiwa na Wakatoliki, na ambao si Biblia ya kweli, sio Biblia ambayo imekubalika mbele ya Mungu. Hiyo ni Biblia imetengezewa Vatican, Rome, iliyo na vitabu 72
badala ya vitabu 66. Maana tulisema kitabu chochote kinachoitwa Biblia lazima kiwe na vitabu 66. Kikiwa chini ya hiyo ni kitabu tu, si kitabu cha Mungu. Kikiwa zaidi ya hiyo ni kitabu tu, si kitabu cha Mungu. Na hii Biblia inaitwa African Bible au Biblia ya Kiafrika inayotumiwa na Wakatoliki, iliyotoka Vatican, inasema hivi katika ukurasa wa 2216. Nakumbuka niliwaambia hivi: waliotumwa kwenda kuanzisha Uislamu kule Uarabuni walikuwa ni watu wawili waliokuwa binamu. Mmoja alikuwa Warak bin Nafai na mwingine Adija. Hao walikuwa ni Majesuit kutoka Roma waliotumwa kwenda Uarabuni wakaweze kupeleka ujumbe kwa Mtume Muhammad ili wakaweze kuanzisha Uislamu. Kwa hivyo niliwaambia Uislamu na Ukatoliki ni ngoma draw, ni mtu moja, ni imani moja, lakini zinaachana kidogo tu ili zikaweze kuwa na wafuasi tofauti tofauti, lakini wakiwa ni wakundi moja. Na nikisema hivyo sina samahani, maana niko na ushahidi. Kwa hiyo hao wawili walipotumwa, Wajesuit walipotumwa kwenda Uarabuni wakaanzishe Uislamu, Mtume Muhammad ndiye aliyeleta Uislamu. Kwa mujibu wa ukurasa wa 2216 inasema hivi: hii dini ya Uislamu aliyeileta ni mtume wa Kiarabu Mkureshi anaitwa Muhammad. Hapo naomba tuelewane, kwa sababu hiyo ni dini yake. Alipoileta akaweka sehemu